3 weeks ago, Kasongo alisema watu washikwe. Mkubwa ya pipeline, mkubwa ya EPRA na PS ya petroleum. Makosa yao, wameleta mafuta substandard, ambaye walilete mafuta hiko na sulfur 40 milligrams per kilogram. Akasema wamelete mafuta substandard, akawafuta kazi na akawashika. Mimi nikasema hakuna kitu kama hiyo. Hii ni vita ya biashara. Wale walijaribu kupanga biashara bila Kasongo kujua. Kasongo ndio anafanya biashara yote. As we speak, kampuni ya Kasongo ile mafuta substandard amekubalia through the Minister of Industry and Minister of Energy and Petroleum, mafuta substandard iletwe nchini of a lower quality kuliko ili ililetwa na wale alifukuza. Amelete mafuta iko na sulfur ya 50 milligrams per kilo of sulfur. Wataalamu wameniambia excessive sulfur in fuel will translate into sulfuric acid. Sulfuric acid will cause corrosion to the sleeve cylinder of the engine, to the piston and the rings, and the vehicles within 3 months will start having a slow knock. Eventually, engine zote za magari ambaye itatumia mafuta Kasongo amelete sitakuwa na knock. We are staring at a national crisis. Na mimi nataka kuuliza oil marketers, kwa nini mnakubali kudistribute substandard fuel ambayo itaharibu magari, boda boda, matractors, matatu, buses, itaharibu magari yetu. Lakini nimeambiwa huyu Kasongo na watu yake, Murkomen, Sudi, Faruk, wale watu yake ya ndani wamejua anaenda nyumbani. Wanasema ati ni injury time kama ile ya football. Sasa kazi ni kuiba ile kitu yote imebaki, hata kuuzia sisi mafuta substandard ya kuharibu magari yetu. Wewe Kasongo endelea, iba kila kitu. Iba kila kitu. Take everything you can. Chukua mashamba ya Masai. Chukua kila kitu. Hata mabibi ya watu ukitaka kuchukua, chukua.